Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya spesheli. Today is a special day. Today is the 31st of January. Today is the day that we are closing our 31 days of devotion this January 2026. It has been a special month for me. It has been a special month for us. It has been a special month for the body of Christ. Often we conclude by giving the last month to God. But this year we began by giving the first month to God. It is our dedication. It is symbolic to reflect the 11th month. As we give ourselves as the living sacrifices for Him to use us, we have given Him the entire month so that He can take us through the year. So this grace is sufficient. This grace is amazing. This grace is for us. This grace is everything, and in everything we acknowledge the grace of God. Today we say, more grace to you. This is our closing call. More grace to you in 2026. More grace to you in every month. More grace to you in February. More grace to you in March. More grace to you in April. More grace to you in May. More grace to you in June. More grace to you in July. More grace to you in August. More grace to you in September. More grace to you in October. More grace to you in November. And most importantly, more grace to you in December. As we conclude with Grace 2026, we say, more grace to you. This is the 31 day of I Am Rhema Auditorium Daily Devotions, where grace is sufficient, struggle is unnecessary. That is our clarion call for the entire year. Where grace is sufficient, your struggle is unnecessary. It is necessary for us to do everything that we need to do to sustain our lives, but let struggle not be part of it. You will do it, you will flourish, you will excel without struggling. You don't need to do anything special, just surrender to God's grace, just surrender to the Almighty God, just surrender to our Heavenly Father, and He will carry you through. That is not to say that you will not experience challenges. Challenges are there, but because of His grace, you will not struggle. You will do your work excellently. You will do your work the way it's supposed to be done. And struggle is not going to be part of the story, because Jesus does not discriminate. He gives grace abundantly. And we know where grace flows, even nature cooperates. We have been reciting this passage from 1st of January, and today we are reciting it for the last time as we surrender the entire year to our Lord and Savior, Jesus Christ. Where grace flows, even nature cooperates. May everything natural around you
cooperate to the word of God. May everything natural around you cooperate, because you are a representative of heaven. Why? Because one word is enough. And whose word is that? That is the word of God. That is the Rhema. That is every Rhema we have read from 1st January to this day. Every word was enough for our days. Every word is enough for every day of our lives, because each word spoke specifically in areas in our lives. And because of this grace, it has flown in our lives. It has gone wherever it needs to go. It has given us grace even as we handle difficult things in every sphere of this life. So this allows nature to cooperate, because one word from God is enough. So wherever you are joining from, wherever you are listening to me on this morning of 31st January, be assured that God is calling you to come as you are. It doesn't matter whether you are saved or not. This is the opportunity for you to come to His presence as you are, because He does not judge, but He has given us enough grace to allow us to accept us the way we are. Because when we align with grace and let God do only what grace can do, if we align with grace, we allow God to do what only grace can do, because grace is given to us by Him. So once we allow grace to take charge, we have let God to be in charge. Now, let us get into our Rhema for today. We are going to read from the book of 2 Corinthians 9:8. English Standard Version, and it says, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Tunafunga mwezi huu tukiwa na ujumbe mmoja. Mwezi huu wa Januari tunaumaliza tukiwa na ujumbe mmoja. Ujumbe huu ni kwamba more grace to you, neema ya kutosha kwako. Neema ya kutosha kwa mwezi wa Januari na miezi yote ya mwaka huu. Wacha neema ambaye tumekuwa nayo tukianza mwaka, neema ambaye imezidi kutuongoza siku zote, neema hii izidi kuenenda mbele zetu tukiwa ndani ya Kristo. Ujumbe huu ni kwa wote ambao wamejitolea ili waweze kufunikwa na neema ya Yesu Kristo. Na pia tunaalika wale wengine ambao hawajampokea Kristo ili waje tuweze kutembea safari hii pamoja. Maana amesema, njooni mnifuate nami nitawafanya wavuvi wa binadamu. Nasi kama watendakazi katika ufalme huu, tunahitaji wengi waje watusaidie kazi hii. Si kwamba Mungu hawezi, lakini kwa wingi inaleta furaha, kwa wingi inaleta umoja, kwa wingi inarahisisha kazi iliyo mbele yetu. Maana tumeambiwa hakuna kung'ang'ana mahali ambapo kuna neema. Na hii neema ikizidi kuwa juu yako, ni ombi langu kwamba tunapofunga mwezi huu tukiwa na ujumbe mmoja, neema izidi juu ya maisha yetu, basi neema pia izidi mahali pote ambapo utakuwa. Maana ukiwa na neema, neema yako itasambaa si tu kwa wale ambao wako karibu nawe, bali kwa kila kitu ambacho kiko karibu nawe. Katika 2026, operate under grace. Mwaka huu wote, hebu operate chini ya neema ya Yesu Kristo. Wacha neema hii iweze kukunenea,
Wacha neema hii iweze kuleta mabadiliko. Wacha neema hii iweze kuwitness ukuu wa Mungu ndani ya maisha yako. Mambo mengine si lazima tufungue vinywa vyetu, bali uwepo wetu utatangaza neema tosha ya Kristo. So align with grace, align with the grace giver. Wacha tujiweke katika mstari mmoja na yule ambaye anapeana neema hii. Tunatambua kwamba ni Yesu Kristo ambaye alikuja na akatuambia kwamba atatuachia neema ambayo itakuwa juu yetu. Ujao wa Yesu Kristo ulikuwa ujao wa neema. Maana penye haki kuna neema, penye kurekebishwa kuna neema, penye tunahitaji nguvu, nguvu inakuja na neema. Pia kunena kwetu tunahitaji neema. Jinsi tumesoma tangu Januari mosi hadi leo 31, tumeona neema hii ikinena ndani ya maisha yetu. Neema hii ambayo tumekuwa na rema ya kila siku, rema hii imekuwa ikinena juu ya maisha yetu na ndani ya maisha yetu. Wacha leo isije ikawa mwisho wa sisi kuendelea na jambo hili, bali kimya kimya mahali pote upo, kila siku kumbuka kurudisha shukrani. Kila siku kumbuka kusoma neno lako. Kila siku kumbuka kucommand your morning kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Usije ukasahau wakati unaamka, command your morning into his grace, into his will, into his power. Wacha siku zote za maisha yako ziweze kuongozwa na Mungu na neema izidi kuwa juu yako na familia yako. Usipingane na maisha, tembea kwa neema. Usipingane na maisha, tembea kwa neema. Wacha neema iweze kukulinda na kukuhifadhi. Usije ukapigana na maisha hii, maana maisha hii ni zawadi tumepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So tunatembea tukiwa na neema na ujasiri. Be diligent, be humble, be obedient. Kuwa mwenye bidii, kuwa mnyenyekevu na kuwa mtiifu. Maana neema ikitosha, hata jiwe linatoa maji. In our recitation, we have been saying, even nature cooperates. Today we are bringing it into context. When you read the book of Numbers 20 from 2 to 13, this is the story of Moses, where the children of Israel were complaining that they were brought to the jungle and they needed water. They were complaining that even in Egypt they were better. So they wanted water because of thirst. They were almost going to die because of thirst. And they were complaining to Moses and Aaron. And they went to the Lord. They asked God what to do, and God gave them instructions. God told Moses and Aaron to go and speak to a rock, and the rock shall give water. And because Moses was a man who was ruled by anger, he went out, and instead of speaking to the rock, he did hit it, not only once, but twice. But because he was acting on the word of God, truly the rock gave water. But God was not happy because Moses was angry. And he told them, that is Moses and Aaron, that you shall not enter the promised land because of disobedience. There are times we do the right thing wrongly, even in the kingdom of God. If you have been given instruction and you don't obey them in grace, chances are you will not act on the word of God. Moses did what was expected, but he did not follow the instructions to the letter, and that cost him the opportunity to see the promised land. But it happened to Aaron. Moses was a special case because Moses was a representation of Christ himself, and Christ came so that we can
enter the promised land. And as a foreshadow, Moses was deliberately denied that chance so that Jesus can come and fulfill it. He was not able to enter the promised land, but he was at the right hand in heaven. He was with God in heaven. Why am I saying this? When Jesus was being transfigured, we see the image of Moses and Elijah appearing. That was to complete the entire cycle that truly Moses was a servant of God and a foreshadow of Jesus Christ. And because Moses was a representation of the law, Jesus is the representation of grace. Because he did not obey the law that he gave himself, the instructions that the children of Israel were supposed to follow was part of the law. Moses did not follow the instruction of God, and he was not able to enter the promised land because he was a representation of the law, and law has no place in the kingdom of God. We operate under grace, and because of that grace, truly he entered heaven. Truly he was the representation of God himself. So there was a clear cut between the law and grace. So Jesus came and he gave us grace. And when you read the story of the children of Israel as they were transitioning from Egypt to the promised land, there came a man called Joshua. If you do your research, Joshua again was a foreshadow or a representation of Jesus Christ in a humanly form. So Joshua is the Savior, but Jesus is the ultimate Savior. So he took the children of Israel and he led them into the promised land, and he was their leader. As Jesus is our leader today, he has given us grace. So nature cooperated because we know, how can a stone give water? But it is interesting because where there is water, there are stones, there are rocks, pebbles to the bigger size. The question that we need to ask ourselves, is it true that these rocks are the ones that are giving us water? Where is this water coming from? But the rock gave water. And that is how we end our devotion. When there is grace, nature cooperates. Where grace flows, even nature cooperates. Where nature flows, even nature cooperates. This is in line with the book of Numbers 20:2-13. So kwa jina la Yesu tunasema more grace to you. In the name of our Lord Jesus Christ, ninasema neema izidi kuwa juu yako. Nikimalizia kwa moyo mkunjufu, nikimalizia kwa unyenyekevu, nikimalizia nikijiachilia na kusarenda kwa nguvu za Yesu Kristo, ninasema more grace to you in Jesus name. Mungu amekuwa mwaminifu nasi tangu tuanze hadi wakati huu. Sina budi kumrudishia shukurani, sina budi kupiga magoti mbele zake, sina budi kuitisha uwepo wake, sina budi kutubu dhambi zangu zote, sina budi kunyenyekea na kusema kwamba neema yake inatosha na itazidi kutosha. Sina budi kujirudia na kutazama na kudadisi na kuangalia ndani ya maisha yangu na kuwa accountable jinsi nimeishi mbele yake, na kusema kwamba ni asante maana ameweza kunipa nafasi nyingine, na kusema ni asante maana ameweza kunisamea dhambi zangu, ni
ni kusema ni asante maana amezidi kuninyoshea mkono wake wa huruma na neema. Nasema ni asante maana ameweza kuongoza hatua za miguu zangu. Nasema ni asante maana ndimi zangu ameweza kuziongoza. Maneno yote ambayo ninasema na nitasema, Baba, wacha iweze kuwa kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Wacha maneno yangu iweze kuleta umoja, iweze kuleta amani, iweze kuleta utulivu, iweze kutangaza neno lako mahali pote itakuwa. Wacha miguu yangu iweze kunielekeza mahali ambapo tutainua na kulisifu jina lako Mfalme. Na wacha kazi yote ambayo mikono yangu itafanya, wacha iweze kuwa kazi ambayo italeta utukufu mbele zako Mfalme. Na wacha yote ambayo macho yangu itaona na kutazama, iwe mambo ambayo itasafisha ama itanawiri nafsi yangu, itaniweka katika nafasi ambayo nitazidi kushukuru na kuinua mikono na kusifu na kutukuza Mungu huyu. Ni siku nyingine njema ambaye ombi hili ni ombi ya kila mmoja ambaye ananisikia. Ombi hili ni ya kila mmoja ambaye anajiachilia kwa Mungu kwa ajili ya neema yake. Ninaomba nikiamini kwamba maombi haya yatatimia kulingana na mapenzi yake. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amina. Neema izidi kuwa juu yako, neema izidi kuwa juu yetu, neema izidi kuwa juu ya mwili wa Kristo. Na kama kawaida ninasema neema izidi kuwa kwa wale wote ambao wanatambua Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Na kama uko pale nje unasikia ujumbe huu, ninakualika njoo tutembee nawe, njoo tufunzane, njoo tuwaze pamoja, njoo tuelekezane, njoo tuweze kufahamu Kristo huyu kwa undani na kwa njia yote ambayo atatupa neema ya kumtambua. Nikimalizia, majina yangu ama jina langu ni Aggrey Ogendo. I am the chaplain and life coach here at I Am Rhema Auditorium, a digital chapel. Ninakualika njoo tuwasiliane kwa mitandao yote, utakutana na ujumbe huu. This is a live recording, but it will be present on all our social media platforms. So this is not the last day. Mahali wakati mwingine wote utakutana na ujumbe huu mwaka huu ama miaka ambayo inakuja. Kumbuka, Jesus is still the reason for the season. Kristo ndiyo sababu ya nyakati zote. Wacha tunyenyekee kwake, wacha tumtambue, naye atatubeba kwa neema yake. So tutazidi kuwasiliana, tutazidi kusemezana, tutazidi kushirikiana na tutazidi kukutana mahali pote nitakuwa na any recording utapatana nayo kwa mitandao. Neema izidi kuwa nawe siku ya leo. Neema izidi kuongoza siku zote. Neema izidi kuwa nasi mwezi huu mpya ambaye tunaanza kesho na siku zote za mwaka huu. Nikimalizia nasema jina la Yesu lizidi kusifiwa. More grace to you. Until next time. Neema inatosha na itazidi kutosha. Amen. 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 Kuwa na siku ya baraka. Chochote ambacho unafanya wacha kibarikiwe. Chochote ambacho unanena wacha kiweze kutukuza Mwenyezi Mungu, na chochote ambacho utagusa wacha kiweze kubadilika. Na mahali pote miguu yako itakuelekeza, peleka ujumbe nzuri, ujumbe wa neema, maana Yesu anatosha. Ni katika jina kuu la Yesu ninatangaza amani, utulivu na umoja ndani ya maisha yako na ndani ya shughuli zako na ndani ya jamii yako. Ni katika uwepo huu wa neema ninamalizia nikisema more grace to you in Jesus name. Bye. We shall continue engaging in Jesus name.